Katika mkoa wetu wa Iringa tumetenga ratiba ya kusikiza wananchi katika ngazi ya vijiji, vitongoji, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya. Kazi imefanyika vizuri. Lakini pia jitihada zimefanyika katika kuyafikia makundi jamii mbali katika kuwasikiliza na kutatua changamoto yao. Kundi mahususi ambao tulikuwa tumeliacha nyuma lilikuwa ni kundi la watumishi ambao kimsingi wao ndio wanaotoa huduma, wao ndio wanaowatumikia wananchi na wao ndio wanafanya kazi zote hizi ambazo serikali imeziahidi kwa wananchi. Hivyo tuliona ipo haja na hoja ya kuwa na siku maalum kuitenga kwa ajili ya kusikiza kero, changamoto na mahitaji ya watumishi wetu. Kwa leo nimepata nafasi ya kuzindua kliniki ya watumishi wa umma katika mkoa wetu wa Iringa. Kliniki ambayo itafanya kazi katika halmashauri zetu zote 5 za mkoa wa Iringa. Na katika kliniki hii tumepata nafasi ya kuandaa mabanda ya maafisa waandamizi na watumishi wanaosikiliza, wanaochakata, wanaofuatilia na kuchukua hatua juu ya kila hoja inayowasilishwa. Nimefurahishwa sana na maandalizi, tumpigie makofi Madam Nuru kwa kweli. Nimefurahishwa sana. Kuna vitu nimeenda na rasi pale tukutegemea kama tutavikuta, lakini tumevikuta. Tumeona maandalizi yamefanyika kuhakikisha watumishi wenye changamoto za masuala ya mishahara wanapata ufumbuzi. Watumishi wenye changamoto za masuala ya uhamisho wanapata ufumbuzi. Wananchi watumishi hao wenye changamoto ya masuala ya madaraja wanapata ufumbuzi. Masuala ya afya, masuala ya bima, masuala ya kujiunga na biashara kama TIN namba na mengine. Unahitaji mkopo wa gari, unahitaji kufanya nini? Taratibu zote zimewekwa. Nimefurahishwa na namna ya pekee TRA ambavyo wametengeneza package ndogo ambayo inatengeneza connection ya mtumishi na mamlaka ya mapato. Jambo ambalo linamwezesha mtumishi wa umma akiwa na jambo linalohusu masuala ya TRA haendi kuhangaika mbali. Hapa anasikilizwa na jambo lake linashughulikiwa. Nimefurahishwa kipekee na namna ambayo sekta binafsi kwa maana ya mabenki wamechip in na kuonesha ni nini wanaweza kufanya katika kuimarisha na kutengeneza ustawi wa watumishi ndani ya mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba mameneja wa mabenki walioko hapa watakuwa ni fursa kubwa sana kwa watumishi kujifunza na kujiunga na huduma mbalimbali za kibenki. Lakini tunazo huduma kwa ajili ya wastaafu. Kama mnavyofahamu kwamba kwenye eneo hili la wastaafu wengi wanatoka mashambani, wanasafiri kuja mkoani, wanasafiri kwenda wizarani kwa ajili ya ishu mbalimbali za madai yao na mafao yao. Lakini sasa katika mifuko ya bima imerahisishwa, serikali imekuja na mfumo wa kidijitali wa namna ya kupata taarifa, namna ya kujiunga na huduma na namna ya kufuatilia huduma mbalimbali za mafao. Ni imani yangu kwamba kwa elimu itakayotoka hapa, wazee wetu ambao sasa umri wao umekwenda, afya zao sio madhubuti sana, kupitia mfumo huo wana uwezo wa kujifunza namna ya kupata huduma bila kusafiri umbali mrefu. Lakini pia wataona kuna maeneo mengine hata kama wewe ni mgonjwa, una haki zako za kiutumishi ambazo ulikuwa unazitafuta unazikosa. Utaratibu umewekwa sasa mpaka gari kukufuata wapi? Nyumbani. Unakufuata nyumbani, afisa anakuja, anakusikiliza ili usipoteze haki zako kwa sababu ya nini? Ya ugonjwa. Haya yote tulitamani wananchi wayajue, watumishi wayajue, ili watu wasipoteze haki zao kwa sababu ya kutokujua utaratibu, bali tuwatengenezee fursa ya kuja kujifunza utaratibu, wautumie utaratibu ili utaratibu huo uwasaidie kuzipata haki zao na kulinda maslahi yao. Nirudie kwa kuwaomba watumishi wote wa serikali walioko katika mkoa wetu wa Iringa kutumia fursa hii ya kliniki ya watumishi iliyoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa ili kupeleka hoja zao, madai yao na changamoto zao ili ziweze kushughulikiwa kwa wakati. Ninawatakia kila laheri wakurugenzi wetu wote wa halmashauri ambao zoezi hili litahamia kwenye ngazi ya halmashauri. Huko nako wahakikishe wanatumia fursa hii kikamilifu kuwasikiliza watumishi wenzetu na kupata ufumbuzi wa mambo yao. Ofisi ya Katibu Tawala wa mkoa imeweka utaratibu wa hoja zote ambazo zitakuwa ziko beyond halmashauri zitachukuliwa na kufanyiwa kazi na ofisi ya mkuu wa mkoa, na zile ambazo ziko juu ya mamlaka ya ofisi ya mkoa zimewekewa utaratibu wa kuwasilishwa katika sekta mama pamoja na wizara zinazohusika ili kupata ufumbuzi wa mwisho wa masuala ya watumishi wetu. Niwashukuru sana maafisa utumishi wa taasisi zote za umma. Tuwapigie makofi mengi sana. Ndugu zangu, niwaombe nyinyi ambao ni watumishi mmefika hapa, hata kama changamoto yako ni kuhusu mshahara, lakini tembelea na mabanda mengine, utaona, utajifunza kitu. Lakini pia tumetoa taarifa za nini serikali inafanya katika kuongeza thamani ya huyo mtumishi wa umma. Kwa mfano katika hospitali yetu ya rufaa pale, serikali imeweka mpango maalum wa kusomesha madaktari bingwa na wabobezi ambao wanabaki sasa kwa ajili ya kuongeza nguvu ya hospitali yetu ya rufaa. Lengo ni kuhakikisha tunakuwa na wataalamu waliobobea. Badala ya wananchi wa Iringa kusafiri kwenda Dodoma kwa ajili ya huduma za rufaa, kila kitu sasa kinapatikana hapa. Lakini ni fursa iliyotolewa kwa watumishi kuongezewa uwezo, kwenda kusoma na kisha kurudi kuwahudumia wananchi wenzetu wa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo niseme kwa dhati ya moyo wangu, nimefurahishwa sana na mabanda yote ambayo nimeyatembelea. Hongereni sana.